Waqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, na amsema mtume sallallahu alayhi wasallam, iqra'u al-Qur'ana wabtaghu bihi wajha Allahi azza wa jalla, isomeni Qur'an, natakeni kwa hiyo Qur'ani uso wa Allah subhanahu wa ta'ala. Min qabla an ya'tiya qaumun, kabla hawajaja watu, yuqimunahu iqamati al-qidha, ambao watakayekuwa nasimamisha hiyo Qur'an usimamishaji wa mshale. Mshale anakuja na kuchomeka خلاص biduni mubalat, bila kujali. Yataajalunahu, maana yake yatlubuna bihi ajra ad-dunya, wanataka kwa hiyo Qur'ani malipo ya dunia, yani wanataka ujira wa duniani. Ndio maana katika madhhab mbondo kauli ya baadhi ahli ilmi wanasema Qur'ani haifundishwi kwa ujira, Qur'ani haisomeshwi kwa ujira. Na Sheikh Fauzani aliulizwa kuhusiana na mtu anayeswalisha watu halafu kabla ya kuswalisha akamwambia kwamba bwana, mimi nitakuswalisheni lakini mtanipa kiwango kadhaa cha pesa au cha mali. Sheikh akasema huyu haifai kuswali nyuma yake, haifai kuswali nyuma yake. Kwa nini? Kwa sababu Qur'an ni ibada, na ibada haiwi kwa ujira duniani. Lakini je, mtu yeye anasomesha watoto, anasomesha kina mama, anaweza akapewa kitu? Naam, anaweza kupewa kitu katika mali, lakini kwa muda wake anaotumia, na si kwa Qur'ani anayesomesha. Ndio maana anasema yu'ta liyuallima, anapewa ili afundishe. La yuallim liyu'ta, na si anafundisha ili apewe. Ule muda ambao anatumia ule ndo unakuwa sababu yeye kupewa malipo, na si anasomesha ili apewe. Kama anasomesha ili apewe, yeye itakuwa haifai. Kwa hiyo mtume anasema min qabla an ya'ti qaumun yuqimunahu iqamata al-qidh yata'ajjalunahu, wanaifanyia haraka hiyo Qur'an kwa zile thawabu zake, kwa kutaka malipo duniani. Wala yata'ajjalunahu, na wala hawacheleweshi, yani thawabu zake, yani wao hawafanyi kwa ikhlas ili walipwe akhera, bali wao wanataka malipo yapate hapa hapa duniani.